2050 naiona dira yenye matumaini. Karibu sana mpenzi mtazamaji katika kipindi cha Dira 2050, jukwaa linalokuleta karibu na mawazo, mwelekeo na hatua zinazolijenga taifa la kesho. Katika kuimarisha nafasi ya sekta binafsi na biashara chipukizi kwenye uchumi wa taifa, Tume ya Taifa ya Mipango NPC imeendelea kutekeleza wajibu wake wa kuhakikisha kila mdau anashiriki kikamilifu katika safari ya kufikia uchumi wa dola trilioni 1 za Kimarekani kama ilivyowekwa kwenye Dira 2050. Moja ya hatua muhimu ilikuwa ushiriki wa NPC katika mkutano uliozikutanisha kampuni ndogo, wabunifu na wajasiriamali chipukizi kupitia Tanzania Startup Association TSA. Hapa ndoto zinazoanza kidogo zinapewa nafasi ya kukua, mawazo yanayochipuka yanapewa mwanga, na sekta binafsi inapewa msukumo wa kuwa injini ya maendeleo ya taifa. Katika tukio hilo muhimu, naibu katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango Dr. Blandina Kilama alisimama kutoa dokezo lenye nguvu kuhusu malengo, nafasi na wajibu wa Watanzania katika safari ya Dira 2050. Kauli yake imeendelea kuwa mwanga unaoongoza vijana, wawekezaji na wabunifu nchini. Basi mpenzi mtazamaji, twende tumsikilize Dr. Blandina Kilama akitufungulia ukurasa huu wa maono ya taifa. Kwa majina naitwa Blandina Kilama, ni naibu katibu mtendaji kutoka Tume ya Taifa ya Mipango ninayeshughulikia biashara na ubunifu. Kwa namna ya pekee tumeshirikiana na wenzetu kutoka Tanzania Startup Association katika kuandaa wiki hii ya Startup Week ambayo imefanyika hapa Dar es Salaam kwa siku kama 3 hivi. Na kikubwa katika hili walitufata tuweze kushirikiana nao, kwa sababu kuna umuhimu sana tunapoongea na wenzetu wa startups. Kuna masuala tofauti ambao sisi ambao tuko kwenye sekta ya umma tunaweza kuwasaidia na kuhakikisha kwamba wanafanikiwa zaidi. Kwa nini startups, unaweza kujiuliza? Ukiangalia Dira ya 2050 inatoa wito mkubwa sana kuhakikisha sekta binafsi inashiriki, na sio tu inashiriki kikawaida, ila inashiriki kwa mbinu ambazo sio za kikawaida. Na unaposikiliza startup, kazi kubwa ambayo wao wanafanya, wanakuja na bunifu mbalimbali, na bunifu hizi zinafaa sana katika kuhakikisha basi zile sekta ambazo ni za mageuzi zimepewa kipaumbele kwenye dira yetu ya 2050, lakini vile vile tukiangalia maeneo ambayo wao wamekuwa wanayafanyia kazi kwa sasa, kwa kusikia kwamba dira yetu ya 2050 imetoa kipaumbele kwenye sekta hizo, na wao pia wanakuja na bunifu mbalimbali. Lakini mbali ya hivyo vile vile tumeweza kuongea nao na kuwafahamisha kwamba mbali ya hizi sekta ya mageuzi vile vile kumekuwepo na vichocheo ambavyo tunaamini wao kama watu wa startup wanavihitaji sana, sio tu upande wa nishati, lakini vile vile upande wa kuhakikisha basi kunakuwa na digital transformation, na hii ni upande ambao wao bunifu zao nyingi sio tu zinategemea nishati, lakini vile vile zinahitaji sana upatikanaji wa internet kila mahali. Kwa hiyo katika mazungumzo yetu katika wiki hii tumeongelea ni jinsi gani basi tunafahamu nafasi yetu kubwa iliyopo katika kuhakikisha sio tu sera, lakini miongozo inawaelewa vizuri startup wana shughuli gani. Ukiangalia startup nyingi, pamoja na kwamba nyingi zinaanza tu kama mawazo, mwishoni mwa siku yale mawazo yanatakiwa yajaribiwe, yakishajaribiwa yanatakiwa yaweze kufanyiwa biashara na kuuzwa, ili kuweza kutoa fursa sio tu za ajira, lakini kutatua matatizo tofauti tulionayo. Kwa hiyo tulivyokuwa hapa katika hizi siku kadhaa ambazo tumekuwa nazo, zimekuwepo majopo tofauti, zimekuwepo fire charts tofauti, lakini kikubwa wamekuwepo watu wamekuja kuwasilisha namna mbalimbali ambapo tunaweza kushirikiana kwa pamoja, sio tu sekta ya umma, lakini sekta binafsi, na sio tu sekta binafsi, lakini hata wawezeshaji wa namna tofauti, kuhakikisha tunalea, kuhakikisha tunashirikiana, lakini kikubwa zaidi kuhakikisha tunafanya kazi kwa pamoja na hizi startups. Kwa nini nasema hivyo? Ukiangalia hizi startups wanapokuja na mawazo yao, mpaka mwishoni yanaweza kuja kuwa makubwa, ndipo pale tutapata zile ajira tutakazopata, na sio tu ajira, lakini ajira zenye staha.
Na hii mara nyingi upande wa startup wakishakuja na wazo lao na wakalifanyia kazi na wakaweza kuliuza, nimesema kulifanyia biashara, inamaanisha wanapata kipato. Wakipata kile kipato, basi wanaweza kuendeleza maisha yao. Lakini lile wazo wakiliuza kwenye kampuni ambayo ni kubwa na yenye uwezo, ile kampuni kubwa sasa ndio inakuwa na uwezo mkubwa zaidi ya kuwafikia watu wengi zaidi, na mambo mengi ambayo tumekuwa tunayaongelea hapa kwa siku hizi ambazo tumekutana hapo yamejikita kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna wadau tofauti tofauti na wote tuna nafasi tofauti tofauti. Kwa wao wavumbuzi na startups wenyewe, tumeongelea sana umuhimu wa kuhakikisha kwamba wanaweka taarifa zao kwa jinsi ambavyo wanatakikana, kwamba wawe compliant, kwa sababu mwishoni mwa siku kama wanataka kuuza au wanataka kukua, ni muhimu vigezo na masharti mbalimbali ambavyo tutakuwa wanapewa na wadau ambao wao wanatakiwa kushirikiana nao waweze kuyatimiza. Lakini kwa upande wa wale ambao wanawezesha sasa hizi startups, na wenyewe tumewapa wito kwamba wasiangalie tu kutoa pesa au wasiangalie tu kutoa mitaji, lakini kikubwa waangalie pia kutoa mafunzo ambayo yatawawezesha hizi startups waweze, moja, kuweza kupata zile idea zao mpaka waweze kuziuza, au waweze hata kupata deals ambazo zitawafaa wao kuweza kufanikiwa. Lakini mwishoni kabisa basi waweze pia kuwafundisha wengine na kuwapa moyo wa kuweza kufanya hivyo. Tumeshuhudia na kusikia vitu vingi sana kutoka kwa vijana, na ni vijana ambao kwa bahati nzuri ni vijana wadogo, na ukiangalia hii dira 2050, wengi wao ambao tumewasikia, naweza nikasema about nusu yao wana umri chini ya miaka 25. Inamaanisha hii dira ikija kutimia 2050, mengi yaliyosemwa yanawaangalia wao. Kwa tunaomba waangalie hii dira kwamba kuna fursa, na fursa ziko nyingi sana. Wao tunafahamu kwamba mfano kama tumesema vichocheo tulivyoweka ni upatikanaji wa nishati, kwa sababu ukiangalia mawazo yao makubwa yanayokuja yanatumia teknolojia, na teknolojia sisi tunafahamu kadiri unavyoendelea kutumia utahitaji data centers, na sio tu data centers, zile data center kuhakikisha kwamba zipo katika hali inayotakiwa unahitaji umeme mwingi sana. Na sio tu hivyo, tumesikia kuhusu akili mnemba. Kutumia akili mnemba pia unahitaji nishati nyingi sana, na kama unavyoona dira imeshaonyesha kwamba itajikita kwenye maeneo hayo ili kuhakikisha basi zile fursa zote ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye kilimo, kwenye madini, kwenye utalii, zote hizi ni fursa tofauti tofauti. Naamini kila kijana anaweza kaja na suluhisho moja au jingine. Kama anaona mfano kuna fursa nyingi za utalii upande wa kaskazini, tuna vivutio vikubwa sana upande wa kusini, na anaweza akaja na ubunifu wake ukasaidia upande wa kusini. Vile vile tunapoangalia upande wa madini, tunasikia madini mara nyingi yanatoka bila kuongezewa thamani. Anaweza kaja na ubunifu mkubwa sana ambao ukasaidia ubunifu ambao ukasaidia basi kuchakata haya madini. Lakini kikubwa zaidi vile vile kusimamia biashara, kwa sababu unaweza ukasema unazalisha ila kama huwezi kufuatilia inaweza ikawa shida. Kwa hiyo ipo fursa kubwa sana upande wa logistics, na ipo fursa kubwa sana upande wa storage. Kwa hiyo hii ni mifano tu, baadhi ya mifano, na uhakika vijana wetu kwa jinsi walivyochangamka na jinsi tulivyowaona wana uwezo wa kuzichukua hizi fursa kwa namna ya kipekee kabisa, na wakafanikiwa na wakafanya yale maazimio yote ambayo tunayaona na ndoto zote ambazo zimeandikwa kwenye dira 2050 zikawezekana. Tanzania, 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 dira, dira, dira 2050, naiona dira, dira yenye matumaini, ustawi wa pamoja, tuijenge Tanzania, dira 2050, kesho ya Watanzania. Dira 2050 mbele, mbele, macho tumeyafungua mbele, wani ni jukumu letu sote. Tanzania yetu tutainyanyua, nyanyua. Amani na usalama, hii
ndio tunu yetu, Mola tulinde. Oh, oh. Hii Tanzania yetu, upendo ndo nguzo yetu, basi tuitunze. Mali asili zetu tunazilinda kwa nguvu. Vijana ndio nguvu, taifa linawategemea. Ustawi wa pamoja, mimi na wewe, tuijenge Tanzania. Mimi na wewe, 2050, mimi na wewe, kesho ya Watanzania. Mimi na wewe. Tanzania, Tanzania nchi yangu. Tanzania, Tanzania nchi yangu. Kilimo kinastawi, viwanda vyaongezeka, elimu bora kwa wote. Afya tunaimarisha, teknolojia mpya, dunia tunaungana. Tanzania no chuma thamani ya dola, tokomeza masikini walemavu wanawake kwa na maisha bora. Kwa kuzalisha chakula Afrika sasa tupo 10 bora. Hilo ndo lengo namba 1, shabaha za lengo namba 1. Jukumu letu kwa pamoja, mimi na wewe, tuijenge Tanzania. Mimi na wewe, 2050, mimi na wewe, kesho ya Watanzania. Look, tutapata sasa maji salama, makazi bora sio na gharama, huduma za usafi, mazingira yetu tutunze, sika vijana. Mungu katubariki mama, hakuna kinachoshindikana. Nia tunayo, uwezo tunao, yani tumebarikiwa sana. Tanzania, ustawi wa pamoja, dira yetu 2050, tuna move kwa pamoja. Aseta Tanzania, ustawi wa pamoja, dira yetu 2050, tunasonga kwa pamoja. Wanawake ni mashujaa, mchango wao ni mkubwa, washirikishwe kwenye maamuzi, kwenye ukuaji wa taifa. Huduma bora za afya kwa wote, fursa sawa, elimu bora ya awali na msingi kwa watoto wote. Kutokomeza vifo vya kina mama wajawazito, kwa watoto wachanga na watoto chini ya miaka 5. Uchumi wa nchi yetu utakuwa maradufu, kwa maana tukizingatia ukuaji wa biashara na uwekezaji. Tumetoka mbali, safari ndefu tumepitia, changamoto tumetatua, moyo umekata kufifia. Moyo umekata kufifia. Ustawi wa pamoja, mimi na wewe, tuijenge Tanzania. Mimi na wewe, 2050, mimi na wewe, kesho ya Watanzania. Mimi na wewe. Na sasa baada ya kupata mwanga kutoka kwa Dr. Blandina, hebu tuingie kwenye moyo wa mabadiliko. Vijana hawa ndio injini ya uchumi wa kesho. Hawa ndio wanaothubutu, wanaojenga kwa ubunifu, wanaochomoza kutoka mitaani, vyuoni na majukwani, wakiwa na mawazo mapya, teknolojia mpya na ari isiyozimika. Katika mkutano huu, vijana wabunifu walipata nafasi ya kueleza biashara zao, namna wanavyotumia teknolojia, ubunifu na uwezo wao wa kuunga mkono maono ya taifa la kisasa. Wamesimama kama kizazi ambacho hakikubali kuishi kwa mazoea, bali kinatafuta namna bora zaidi ya kuchangia katika safari ya dira 2050. Hebu sasa twende tuwasikilize, tuone ndoto zao, tuone kazi zao na tuone namna wanavyoipeleka Tanzania katika mwelekeo wa dunia mpya. Naitwa Nuru Lema, ni mkurugenzi mkuu mtendaji wa Yanacop, na Yanacop ni kampuni ya ICT au inayojihusisha na masuala ya tehama
inapatikana hapa Dar es Salaam, nyumba namba 6, Medai Crescent Ada Estate. Tuliamua kuanzisha kampuni ya ICT kwa sababu tunapoelekea kwa karne hii ya 21 ni kutoka kwenye analog kwenda kwenye digital. Kwa hiyo tukaona ni kwamba ni vizuri kuelekea kwenye ukanda ambao ulimwengu unaelekea sasa hivi, lakini pia ni sehemu ambayo unaweza ukatengeneza ubunifu tofauti tofauti na tukaenjoy kwenye kufanya ubunifu huo. Yanacop inatoa huduma mbalimbali za tehama. Baadhi ya huduma hizo ni kwanza, tunasajili tovuti, tunafanya hosting services, tunatengeneza mifumo, tunatengeneza databases, lakini pia tuna mifumo tofauti tofauti. Kwa mfano, tuna mfumo wetu mmoja ambao unaitwa Shule App. Ni mfumo ambao unatumika mashuleni kuweza kusaidia mashule kuendesha shughuli zao za kila siku, lakini pia inawasaidia mashule kutunza kumbukumbu kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunatengeneza mifumo tofauti tofauti. Tuna mfumo wa shule, tuna mfumo wa wafanya biashara, lakini pia tuna mifumo ambayo ni kwa ajili ya wakimbiaji, yani marathon tracking. Kampuni yetu tunatoa nafasi kubwa sana ya kuajiri na kufanya kazi na makampuni mengine ambao ni vijana, yani waanzilishi vijana na waendeshaji vijana. Tuna nafasi nyingi ambazo ni vijana wanasimamia kama waongoshaji au kama supervisors kwenye departments nyingi za hapa Yanacop. Na kwa kupitia huko tunaona kwamba vijana wengi wanakuwa wanapanuka zaidi kimaarifa, lakini pia tunafungua fursa kwa sehemu nyingi ili hawa vijana kuendeleza taaluma zao za teknolojia. Dira 2050 ina malengo 4 na lengo lake moja ni kuwa kutoka katika analog kwenda katika digitali. Sasa sisi kama Yanacop tumejiandaa na tunatengeneza njia kwa watu tofauti tofauti, wafanyabiashara walioko katika makampuni, lakini na sisi binafsi kujiboresha, kuingia katika mpango mzima wa teknolojia. Tunachoamini ni kwamba kila mtu na kila kampuni na taasisi tofauti tofauti zinapaswa kuingia katika ulimwengu wa kidigitali. Na sisi tupo kwa ajili ya kusaidia taasisi hizi, watu hawa na makampuni haya kuweza kuingia katika mfumo huu wa kidigitali kiurahisi. Yanacop inaongozwa na kijana ambaye ni mimi, lakini sio tu kijana, ni kijana mwanamke. Nimetoa nafasi zaidi ya 11 kwa vijana ambao wapo ofisini kwa ajili ya kujifunza, lakini pia tuna vijana wengine 6 ambao wapo wameajiriwa rasmi kabisa na kampuni kwa ajili ya kufanya kazi hizi za kiteknolojia. Wito wangu kwa vijana ambao wanaanzisha startup, kwanza kabisa wanatakiwa wajue wanachotamani kukifanya. Na ni vizuri tunapoanza hata panapokuwa na wakati mgumu tusiache, tuendelee katika kipindi hicho. Wanasema wataalam, startup inapofikisha miaka 5 imeshatoka kwenye danger zone, inaingia kwenye growth stage, lakini pia wataalamu wameongeza muda kwamba yumkini kuna startup zingine zinaanza zinafikisha miaka 5 zinakufa. Kwa hiyo tumepewa muda mrefu wa miaka 10 kuweza kuishi kwenye startup. Tusiache, tuendelee, lakini zaidi sana tupende tunachokifanya ili kiweze kufanikiwa. Kwa Tume ya Taifa ya Mipango ni vizuri tunaposhirikisha vijana, na tunapoongelea vijana tunaongelea miaka 18 mpaka miaka 40 na kitu. Kwa hiyo ni vizuri tume inapofanya mipango hii kama ilivyoshirikisha kwenye Dira 2050 vijana, iendelee kushirikisha vijana pia katika mipango mingine. Hii itasaidia kupata mawazo ya hizi akili changa ili kukuza mipango na kuboresha nchi kuwa katika mazingira mazuri zaidi. Mheshimiwa Rais wakati anazindua Dira 2050 aliongelea kwamba vijana ni muhimu kubadilisha fikra, lakini pia mawaziri wengi wameshazungumza kwenye majukwaa tofauti tofauti. Tusibakie kwenye njia moja, tunataka ajira serikalini. Tukuze fikra zetu. Kuna hela nyingi zaidi kwenye biashara, kuna hela nyingi zaidi kwenye kujiajiri. Tunapopata nafasi ya kufanya biashara, wewe kama kijana una nguvu, una ufahamu, fanya biashara. Startup opportunities ziko nyingi na zinafanyika. Na wasi vijana wenzangu tusilenge kwenye sehemu moja.
tupeleke mayai yetu sehemu nyingi. Kwa majina naitwa Elbariki David Laizer, ni mwanzilishi wa kampuni inaitwa Eldiza Financial Service. Eldiza Financial Service ni kampuni ya kifedha changa ambayo imejikita zaidi kusaidia wanafunzi wa vyuoni kwenye upande wa mikopo midogo midogo ya dharura, lakini pia mikopo ya laptop na simu kwa kulipa kidogo kidogo. Kampuni hii ilianzilishwa kwa pamoja mwaka 2021 na vijana ambao walioko vyuoni baada ya kuona taasisi kubwa za kifedha kama benki na taasisi ndogo kama microfinance zimekuwa zikiona ugumu wa kuwasaidia vijana kwenye upande wa mikopo midogo midogo, kwa sababu kundi hili la vijana limeonekana ni kundi ambalo lina risk kwenye upande wa uwezeshaji wa kifedha. Hivyo tulianzisha kampuni hii ya kifedha ambapo tukaanzisha application inaitwa Chuo Credit, ambayo mwanafunzi yeyote katika chuo chochote ambayo pia anapokea msaada wa fedha wa kiserikali anaweza akaingia akaomba hela ndogo ndogo kuanzia shilingi 40,000 hadi 200,000 kutokana na shida yake ya kifedha, lakini pia huko ndani pia anaweza akachagua laptop au simu yoyote ambayo anahitaji yeye, akalipa kidogo, kiasi kinachobaki akaendelea kulipa kidogo kidogo kwa mwaka mzima. Kwa ushauri ambao mimi ni mfano mmoja mzuri zaidi ni kwamba vijana wengi tumekuwa tukikaa katika makundi ambayo yamekuwa yakitubadilisha kimtazamo kutokana na kundi husika ambalo umekaa wewe, na tunakosa muda mzuri wa kuweza kujipa taarifa mbalimbali. Kwa hiyo fursa zipo nyingi sana, lakini tunakuwa hatujajiweka kwa ajili ya kupokea taarifa mbalimbali. Lakini pia mbali na hapo tunadharau vitu vidogo vidogo ambavyo vitu vidogo vidogo hivyo vinaweza vikakua. Kama mimi nimeanzisha kampuni kwa wanafunzi, lakini taratibu imekuwa kufika mpaka kwa internship wa tarajali. Kwa vitu vidogo, matatizo madogo tunayoona kwenye jamii, sisi kama wasomi tunaweza tukayabadilisha hayo madogo yakaja yakawa makubwa. Kwa hiyo ushauri mkubwa ni kwamba vijana wajitahidi sana kujipa taarifa mbalimbali za kisasa zaidi. Yaani kwa upande wa teknolojia, vitu vipi ambavyo vinatoka vipya, lakini pia fursa mbalimbali ambazo zinapatikana tuweze kuzifikia wenyewe bila kufikishiwa. Sisi tayari tuna uwezo wa kuweza kuvifikia. Naitwa Maureen Washira kutokea Settler Technologies Limited, na sisi ni mfumo wa kusimamia biashara na ni biashara za aina yoyote. Tunafurahi sana kwamba tuna mchango wetu kama vijana katika swala la kufikisha Tanzania yetu katika dira ya 2050. Kama Settler tunashukuru sana kwamba tuna mchango wetu katika kufikisha Tanzania yetu katika uchumi wa thamani ya dola trilioni 1. Sisi kama vijana, inawezekana, sio aspirational, it is achievable. Kwanza tunawashukuru NPC katika kushirikiana na Tanzania Startup Association katika kuandaa kongamano hili la startups na kutuleta wabunifu pamoja na kushirikiana na sisi kimawazo na namna ya kufanya biashara na kuwezesha ubunifu kwenda mbele. Settler imeanzishwa wakati ambapo kijana mmoja alipata changamoto, na ni swala ambalo aliona ni katika jamii yetu ipo, kwamba katika kufanya biashara tuna utaratibu upi. Kizamani ilikuwa kwamba ukifanya biashara unaorodhesha mauzo katika daftari. Daftari ni swala la kizamani. Kufanya biashara kutumia daftari kwa kipindi hiki, hapana, kwa kweli hapo upo kizamani. Na ndio maana kijana huyu akaja na wazo na aliona fursa ya kwamba hivi kuna namna Mangi anaweza kasimamia biashara yake kidijitali, na ndio maana akabuni mfumo wa Settler. Settler ni daftari la kidijitali kwamba unasimamia biashara yako popote pale ulipo. Uwe Mangi, uwe una biashara kubwa, hapo ulipo unasimamia biashara yako kidijitali. Kwa simu yako unapata taarifa zote. Bidhaa gani inauza zaidi, bidhaa gani inatoka, ipi inakaribia muda wake kuisha, ndio Settler inakusaidia hapo. Kwa hiyo tubadilike kutoka mambo ya kizamani tuingie mambo ya kidijitali.
Kwa majina naitwa Alice Mkilia, ni mwanzilishi wa kampuni ya Wimvo Investment Limited. Wimvo ni mfumo wa kidigitali unaowawezesha uwekezaji na mikopo kwa wafanyabiashara ambao hawapati huduma ya kifedha kirahisi na hawakopesheki, na pia unawawezesha wawekezaji kupata other investment opportunities. Tumeuleta mfumo huu kwa ambao unawajumuisha watu wote, ni tunaita a future of wealth that includes everyone. Mjasiriamali anaweza kupata mkopo ndani ya masaa 24 kwa kutegemea ankara au invoice yake, na mwekezaji anaweza kupata faida kutokana na uwekezaji wake kila mwezi. Kampuni hii ilianza mwaka jana 2024. Kwa mpaka sasa tuna mwaka mmoja na miezi kama 8. Tumefanya vizuri kwa kuanza, tumesha pilot na tuna wateja kadhaa ambao tunafanya nao kazi, na tumewawezesha wawekezaji zaidi ya 100 ambao wanawekeza fedha zao, na pia wajasiriamali zaidi ya 30 ambao tumeshawawezesha kupata mikopo. Mimi background yangu ya elimu ni mhasibu. So nilikutana na hizi changamoto kwa upande wa kudai na kudaiwa. Kwa hiyo niliona hii opportunity kwa wale ambao walikuwa wananidai na wale ambao nilikuwa na wadai. Kwa hiyo nikatengeneza opportunity kwamba hawa wanaonidai naweza nika-convert zile ankara zao kuzifanya pia wakaweza kupata mikopo kwa kutumia wale ambao wananidai. Vijana wako very open minded. Sasa hivi na teknolojia, vijana wengi wameweza kuadapt teknolojia ukikompare na watu ambao kidogo wameenda umri. Kwa hiyo vijana wengi sasa hivi wako updated na teknolojia inawasaidia zaidi kuweza kuengage kwenye hivi vitu. Ukizungumzia dira ya 2050 inazungumzia zaidi jumuishi, na sisi tumekuja na hii mfumo wa kidigitali ambao unajumuisha watu wote, sio tu wale ambao wanaweza kupata huduma za kifedha kwa haraka, lakini hata wale pia ambao hawakopesheki na hawapati huduma za kifedha kwa haraka, na pia kwa kwa wawekezaji ambao wanatafuta mifumo ambao ni secured na iko backed by the government. Tunawapa hiyo opportunity waweze pia kuwekeza. Kwa hiyo tumejihusisha kwa namna moja au nyingine kuwa na hiyo inclusive wealth ambayo pia dira 2050 inazungumzia. Na mpaka sasa tumeweza kutoa ajira nyingi tu kwa vijana. Kwa hiyo nategemea mpaka 2050 tutaweza kuajiri zaidi ya vijana 1000 kwenye kampuni yetu. Mpenzi mtazamaji, tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Tumemsikia naibu katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango, Dr. Blandina Kilama, na tumeshuhudia nguvu, ubunifu na shauku ya vijana wetu katika safari ya kulijenga taifa lenye uchumi wa kisasa unaoendana na dira 2050. Kipindi cha leo kimetukumbusha kwamba safari ya maendeleo si ya mtu mmoja, ni safari ya ushirikiano. Serikali, sekta binafsi, wabunifu, vijana na Watanzania wote wenye dira ya kesho iliyo bora zaidi. Asante kwa kuwa nasi katika dira 2050. Mimi ni Elijah Kitomari kutoka Tume ya Taifa ya Mipango NPC. Nasikia fahari kukusogeza karibu na maono haya makubwa ya taifa. Hii ni ndoto ya Tanzania, nchi ya kipato cha kati, ngazi ya juu, ikiwa na pato la taifa lenye thamani ya dola za Marekani trilioni 1 na wastani wa pato la mtu mmoja lenye thamani ya dola za Marekani 7,000 kwa mwaka, iliyowekwa juu ya misingi ya utawala bora, amani, usalama na utulivu, inayoongozwa na nguzo 3 kuu: uchumi imara, jumuishi na shindani, uwezo wa watu na maendeleo ya jamii, na uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi, inayochochewa na nishati, usafirishaji fungamanishi, sayansi, utafiti na mageuzi ya kidijitali, inayoendeshwa na sekta za mageuzi,
kilimo, utalii, viwanda, ujenzi na milki, madini, uchumi wa bluu, michezo na ubunifu, huduma za kifedha na sekta ya huduma. Ustawi wa pamoja ni jukumu letu sote. Dira 2050 si mpango tu, ni ahadi ya ustawi wa pamoja.